leta vitu kama hivyo. Kwa mwisho wa siku ndio unaua, unafanyaje? Sasa hakuna kitu. Benson, nyumba ya baba yangu itaitwa nyumba ya sala. Napenda maneno haya sana. Lakini ninyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Kwa nini pango la wanyang'anyi? Anaposema pango la wanyang'anyi, maana yake anaposema nyumba ya baba yangu itaitwa nyumba ya sala, lakini ninyi mmelifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Kwa maneno mengine ni kwamba lile kusudi la ile nyumba lilifanyaje? Hekalu lilipoteza kusudi. Hekalu lilipoteza kusudi. Kama ambavyo tumesema kusudi hasa katika kwa kuwepo kwa ile nyumba ilikuwa ni sala, maombi, watu wakutane na Mungu. Lakini pia ikafanywa kuwa mahali ambako ilikuwa ni kama sehemu ya dhuluma nyingi sana kuendelea kule ndani. Dhuluma kuendelea kwenda na unyang'anyi mwingi sana, unyonyaji unaendelea ndani ya ile hekalu. Kwa unakuta jumla kabisa Yesu alikasirika sana, akasema hapana, nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala, sio nyumba ya vitu vya aina hivi na wengine. Kwa hiyo tunasema kwamba ni pango la wanyang'anyi kwa sababu kule ndani kulikuwa kuna dhuluma. Kule ndani kulikuwa kuna kama maficho ya watu waovu. Kilichokuwa kinaendelea kule hakikuwa sahihi nyumbani mwa Bwana. Dhuluma za namna hiyo. Unajua ninachoweza kukiongezea hapo ni kama unyonyaji ulikuwa mkubwa. Kwa maana kwamba tunaona Yesu kuna hatua pale anasema akawakuta watu nje. Kwa hiyo kulikuwa kuna kundi kubwa la watu na kipindi hiki maana kiko ni kipindi cha Pasaka. Watu wengi ambao mara nyingi sehemu ya kuabudia ni Yerusalemu. Kwa hiyo wanakuja mataifa, wanakuja Wayahudi, wanaingia kule hekaluni kwenda kuabudu. Lakini Yesu anawakuta nje. Na anapoingia ndani sasa anakuta tena mahali ambapo watu waliokuwa nje walikuwa wanapaswa kukaa ndani kuabudu. Kuna kubadilisha fedha, watu wanabadilishana fedha kule. Kuna biashara inaendelea. Kwa hiyo unaweza ukaona na wasomaji wa Biblia wanaeleza wakati mwingine biashara ile kule ilikuwa inafanyika mabadilishano ya fedha. Ni sawa, mtu anaweza akatoka kutoka taifa lingine kuja, anahitaji kubadilisha fedha ila kutoka nayo kutoa sadaka pale. Lakini ili anunue zile mifugo kwa njiwa sijui nini kwa ajili ya kutoa dhabihu. Lakini pia wakati mwingine ni kama wasomaji wa Biblia wanasema makuhani walitengeneza utaratibu wa kwamba yani mtu hata kama ukitoka na sadaka yako, kwa mfano ni mfugo, lakini lazima sadaka ambayo itakubaliwa ni sadaka itakayotoka pale. Sasa unaona na sadaka ilikuwa inatoka pale, watakwambia hiyo bidhaa yako haina ubora. Na unapewa mara 10 zaidi ya kile ambacho ulikuwa unapaswa kutoa. Maana unaona ni unyonyaji mkubwa sana ambao ulikuwa unafanyika kwenye hekalu. Ni kitu ambacho hakikuwa. Kwa hiyo maskini walikuwa wanashindwa hata kupata ile mifugo kwa ajili ya kumwabudu Mungu, kutoa sadaka. Yani sadaka inawazuia wao wasikutane na Mungu wao. Kwa hiyo unaweza kuona ni kitu ambacho ni kama waligeuza kusudi na kuwazuia watu kukutana na Mungu wao kwenye hekalu. Ujumbe huu nadhani Benson unatuhusu sisi wachungaji na watumishi wa Mungu wa leo. Ujumbe unatuhusu. Kwa namna gani? Unatuhusu sana. Kwa namna ipi? Yesu alisema ya kwamba kwa tamaa watajipatia nini? Faida. Unakuta ndicho kitu ambacho kimetubana sisi leo. Na Petro wa pili 2:3 anasema watajipatia faida kutoka kwenu. Kutoka kwenu. Ndicho ambacho kinaendelea. Kwa hiyo unakuta kuna taratibu kama ambavyo mtumishi ameongea, kuna taratibu zinakuwa zinawekwa ndani ya kanisa kwa makusudi kabisa, kwa lengo la kunufaisha watu. Kuna mambo tu yanakuwa yanaendelea tu, sheria nyingi ndani ya kanisa zinawekwa ili tu kwamba kuongeza vitu vingi ambavyo vipo yani mpewe kupata faida. Kwa mfano kuna kitu ambacho nimezungumza kwamba tunambariki Bwana, labda mtu kafanywa maombi kakutana na muujiza wake, Mungu kamponya. Yeye mwenyewe anasema mtumishi kulingana na yaliyonitendekea, naomba Bwana aliyonitendea. Kuna sehemu yangu hii nasikia kutoa kumshukuru Mungu. Hiyo inakuwa ni sawa. Lakini sio tofauti kabisa na ile ambayo kwamba yani kabla ya yote unakuta kuna kitu ambacho kinatangulia ili labda ndio maombi yafanyike na vitu kama hivyo. Kwa hiyo unaiona hii hali kwa sababu Yesu anasema mmeifanya nyumba ya baba yangu, you have turned it, mmeifanya nyumba ya baba yangu kuwa
pango la wanyang'anyi. Manake anawashutumu moja kwa moja wachungaji na maaskofu hawa na wakuu wa dini kwamba wananyang'anya, wanadhulumu, wanachukua kwa nguvu, kwa udanganyifu, kwa hila. Haya unayaona kwetu sisi wachungaji wa sasa kwenye kanisa la leo, yanaonekana kama vile nikusindikizia kama Petro anavyosema, waraka wa pili wa Petro 2:3 anasema na katika kutamani watajipatia faida kwenu kwa maneno yaliyotungwa. Haya unayaona kwenye kanisa la sasa? Tufafanulie hapo kwenye maneno yaliyotungwa. Yani sio ya Mungu. Ni wamejitungia wenyewe wapate faida, ili wapate faida. Nyuma ya haya yote sio Mungu. Petro anaweka vizuri kabisa, ni nini? Tamaa. Tamaa, yani nyuma haya yote kuna tamaa ambayo ipo. Kama ambavyo tuko ile tunazungumza kwamba unamuona fulani katumia njia sio sawa, katumia unyang'anyi kwenye hekalu la Bwana. Kwa hiyo tunalitumia kanisa, tumeficha wanyang'anyi humo ndani, tumeficha wanyang'anyi humo ndani, na wanakuja na vitu kwa haraka. Unaweza kaona ni kama ni mambo ya ibada, ni mambo ya ibada, mambo ya kanisa, mambo ya kanisa na ni kawaida tu. Kwa unakuta sasa, lakini kumbe ndani kuna unyonyaji mkubwa sana ambao uko. Yani kuna unyonyaji mkubwa sana. Tunawanyonya vipi watu? Sisi wachungaji tunawanyonya vipi watu? Kuwanyonya vipi watu? Kwa mfano kama ambavyo tumezungumza, cha kwanza tukianza kutazama au nikisema mimi leo, au nikisema kwa mfano nimejaza kifusi cha udongo hapo, kifusi cha udongo nimeweka hapo nje, alafu watu wameingia ibadani, ibada ni ya masaa mawili, lisali 1.5 lote na wauzia watu udongo, nusu saa ile iliyobaki itapigwa nyimbo, zitakuja shuhuda, alafu baadaye tunafunga ibada. Huu ndio unyang'anyi ambao Yesu anausema tunaufanya sasa, au namna gani? Unyang'anyi mambo leo. Au nimeweka nimeleta container hapo makatoni ya maji. Ibada ni ya masaa mawili, yakauzwa maji ikabaki nusu saa. Tukasema pale Bwana asifiwe, tumeimba nendeni kwa amani. Hiki ndicho Yesu anachokizungumzia, ndio tafsiri tunaipata kwetu sisi sasa, au ni kipi? Kabisa, hiyo ni yenyewe. Tukija kuangalia na kalile kanisa la kwanza, mitume walichokuwa wanafanya muda mrefu sana, walikuwa wanahimiza kwenye neno. Yani muda mwingi sana walikuwa wanatumia kufundisha neno, kuhubiri, wanaomega mkate muda mrefu. Lakini sio kwingine huko, yani kwingine huko ilikuwa ni kidogo tu, na wala walikuwa hawana huo mpango. Lakini leo hii ndio unyang'anyi ambao huko. Unakuta muda mrefu vinatumika vitu ambavyo sio, kuendelea kuwashawishi watu waendelee kufanyaje, waendelee kutoa. So unakuta mtu kwenye mkoba, unakuta kabisa hii keki labda kwa ajili ya biashara, kanunua maji, mafuta, kwa sababu vyote kaweka na akatoa pesa. Ni unyang'anyi kabisa. Kwa hiyo ni kama vile vitu kama vilivyokuwa vinafanyika hekaluni. Ule unyang'anyi ulikuwa unawazuia watu kukutana na huruma za Mungu, na rehema za Mungu. Kama wanamuona Mungu ni kama yani Mungu ni wa rehema sana. Ni kama watu wanamuona Mungu kama katili. Ni kama watu wanamuona Mungu yani kama hivi utukufu wake mpaka aweke kwenye udongo, alafu mimi niuziwe kweli? Huyu Mungu atakuwa ananipenda? Hata hicho singemleta hapo. Kaamua kuweka utukufu kwenye udongo, alafu nauziwe udongo. Kama sina uwezo wa kununua udongo inakuwaje? Kama ameamua kuchukua utukufu kuweka kwenye maji, alafu mimi niuziwe, mimi nisioweza kununua maji, hiyo ni hatari sana. Nitaponywa vipi? Au yani inakuwaje? No wonder Yesu alisema lile neno, sijui kwenye Mathayo ngapi, anasema mmepewa bure, toeni bure. Kitu kingine ambacho pia unajua mitume wa kwanza walifundisha katika kweli sana, na itakuwa katika siku za mwisho, kila atakayeliitia jina la Bwana, kila atakayeliitia jina la Bwana ataokolewa. Watu sio kila atakayetafuta udongo, sio kila atakayetafuta maji, atakayeliitia jina la Bwana. Kwa hiyo hii kweli, kama watumishi wa Mungu tukiachana na haya mambo, tukiwafundisha watu liitieni jina la Bwana. Ndio maana nilipenda baba alizungumza kitu kimoja muhimu sana, kwamba kweli kuna ile kuombewa na kubandika mikono na vitu kama lakini unajua ukiendekeza sana watu yani huwafundishi kujitegemea. Unajua kanisa ambalo linatakiwa kuwatengeneza watu wajue katika matatizo, wakiumwa kichwa, wakiumwa tumbo, hata mtu akiwa nyumbani pale pale anajua kusema Baba, ninakusii, hili tumbo limeleta shida,
mtu anakutana na Yesu pale pale, ndicho hasa kinachokusudiwa. Lakini sasa ukimfundisha kumtegemea Yesu, manake hata kutegemea wewe, na utakuwa umekata mnyororo wa mafanikio. Ni lazima umtenganishe, asimtumaini Yesu ili akutumaini wewe, ili wewe uendelee kufanya nini? Na hicho ndio Yesu anakipiga vita. Nyumba ya Baba yangu itaitwa nyumba ya nini? Ya sala. Kila muumini akija ana uwezo wa kwenda moja kwa moja kwa Mungu. Wow. Pazia limepasuka. Kwa watu wakishaelekezwa namna hiyo, unajua bwana, Mungu atusaidie sana. Yaani kama kweli tunaijua ule ufungua maarifa tunao, alafu tunauficha na wasi wenyewe hatuingii, wanatakiwa kuingia na hawaingii. Na tunapata shutuma nyingi sisi wachungaji kwamba mimi nadhani maneno haya ya Yesu yanatuhusu moja kwa moja, kwamba sisi in a way ni wanyang'anyi na tumetumia makanisa au tumetumia nyumba ya Bwana kufanya nini? Kunyang'anya watu, kwa sababu naambia ili mtu akuone atoe 500,000. Sasa hii ni wapi na wapi jamani? 500,000 ni unyang'anyi, ni unyang'anyi. Kabla sijakuombea tuma hela. Tuma hela, kabla sijakuombea tuma hela. Kwa hiyo tunauza baraka za Mungu aliye hai. Nadhani hii ujumbe unatuhusu sana. Na tumekuwa nadhani tunashutumiwa wakati mwingine kwamba tunatumika kwenye kutakatisha fedha. Mchungaji kaanzisha kanisa tu, baada ya miaka 2 unashangaa gari analotembelea, mavyombo alionayo. Wengine wachungaji wanajiuliza, imekuwaje? Mbona sisi tuna miaka 10, mwenzetu huyu Mungu wake, Mungu gani huyu wa miaka 2 amefika namna hiyo? Na kama Mungu angekuwa wa namna hiyo, basi watu wangekuwa huku duniani, ingekuwa yani ni homolo tu namna hiyo. Kwa hiyo mimi nadhani wito wa Mungu kwetu sisi wachungaji, turudishe nyumba yake kuwa nyumba ya sala. Tuiheshimishe nyumba yake, tuiheshimishe nyumba yake, kuridhika. Yesu anaposema imeandikwa, kusudi lake Bwana kote alikuwa anatoa kusudi gani? Sema imeandikwa. Kwa nini aseme imeandikwa? Asiseme tu, mpaka aseme imeandikwa, nyumba ya Baba yangu itaitwa nyumba ya sala. Lile neno kuandikwa, kwa nini alikuwa na kazi hiyo kwamba imeandikwa? Au hamkusoma? Nafikiri sababu ya kwanza Yesu kusema imeandikwa, nafikiri alitaka awaoneshe mamlaka iliyobebwa kwenye neno la Mungu, au mamlaka ya kimaandiko. Mamlaka ya kimaandiko. Kwa hiyo ndio maana anarejelea kuwaambia imeandikwa. Sio mambo ninayotoa tu mimi kichwani. Mimi natoa kichwani, hapana. Imeandikwa kwamba nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala. Kwa hiyo lile neno lilikuwa ni neno ambalo limebeba mamlaka lenyewe, linajitosheleza. Sio yeye kwa maana kwamba mnaweza alikuwa bwana mdogo tu anapambana na watu hekaluni, watu wenye vyeo vyao, lakini hakwenda pale kwa sababu ya yeye, lakini kwa sababu ya neno, kuwaonesha neno pekee limebeba mamlaka ya kichi ninachowaambia ninyi. Na naambia hamkusoma, maana yake alitaka kuwajulisha kwamba, kuwaonesha kwamba okay, mlipaswa kuwa na ufahamu, mlipaswa kusoma, mlipaswa kuelewa, mlipaswa kujua hii. Kwa hiyo ni kama vile mmepuuza, mmeacha, ni kama vile mmedharau neno la Mungu, mmeacha msingi na mmekengeuka na kufanya vitu ambavyo sio sahihi. Unadhani Benson, kuendelea wale makuhani kupata ujasiri wa kuweka mifumo mibovu ya unyonyaji namna ile ndani ya kanisa ni kwa sababu ya waumini kuto kusoma, kama Yesu anavyosema kwamba hamkusoma? Kama mngekuwa mmesoma, mngejua kwamba nyumba ya Bwana haya sio matumizi yake, tumebadilishiwa matumizi. Hii hali unaiona kwenye kanisa la sasa, kwamba watu hawasomi neno na ndio maana wanapotoshwa kirahisi. Biblia inawasifu watu wa Beroya, walikuwa waungwana. Kila neno lilivyokuwa linakuja, nao pia wanarudi kwenye maandiko, kuchungulia maandiko ili waone hiki kitu kinacholetewa ni sahihi. Kama sio sahihi, hiki bwana kitu sio sawa, hiko cha kwako mtumishi, hicho kaa nacho mwenyewe kabisa. Yesu hakusema namna hiyo, Lakini unakuta shida iliyoko kwa sasa, watu hatusomi maandiko.
Kwa hiyo tunaamini mawazo ya watu zaidi kuliko ya maandiko. Mtumishi kasema kimeandikwa wapi? Baba akasema kimeandikwa wapi? Kwa hiyo nasema, unajua, nimependa sana ile kwamba neno ndio ina mamlaka ya neno la Mungu. Lakini imagine nikuchomekea hapo Yesu alikuwa ni Mungu, anafahamu kila kitu kabisa, wala alikuwa hana sababu ya kusema imeandikwa, kwa sababu yeye anajua kila kitu. Lakini bado alifanya nini? Alifanya reference, alirifaa. Sasa kama Yesu alifanya reference kwenye maandiko, sisi ni wakina nani tung'ang'anie tu ndoto za watumishi, tung'ang'anie tu experience za watumishi, tuache kilichoandikwa? Unajua yani hii kwanza Yesu alikuwa anaonyesha ya kwamba mtumishi wa kweli ni yupi na anatakiwa kuwaje. Ni mtu ambaye anakaa kwenye neno, mtu ambaye anakaa kwenye hakupi mawazo yake wala ndoto zake wala uzoefu wake, hakupi hicho. Anakupa kitu ambacho kipo kwenye neno, imeandikwa. Nini neno limeagiza, nini neno linataka, kwa sababu ukiangalia neno kimsingi ndiyo Mungu mwenyewe. Kwa hiyo unakuta sasa watu wamelipuuzia, wamelipiga teke lile neno. Alafu ni kama Yesu, unajua, unaweza tu ukaambiwa kwamba iko kwenye Biblia hiyo, lakini kuwepo kwenye Biblia sio hoja. Yesu anasema imeandikwa, anataja, alafu anatafsiri, alafu anafanya application kabisa. Kwa hiyo usiniambie tu kwamba iko kwenye Biblia hiyo. Hata Biblia wamechinja, wakina Ibrahim walichinja, muktadha wake ukoje? Kina Ibrahim walichinja, kwa hiyo nawe nenda kachinje. Huwezi kufanikiwa bila kuchinja. Kwa nini? Tunataka kujua kwanza imeandikwa wapi. Kwa nini walichinja? Ilimaanisha nini wakati huo? Na kwetu sisi ina apply vipi? Lakini usiniambie tu kwamba sasa mtu mwingine ndo akasema imeandikwa kule, Yuda akaenda akajinyonga. Unaenda kumwambia mtu nenda kajinyonge, imeandikwa kwenye Biblia, iko kwenye Biblia, akajinyonga, nenda kajinyonge. Hapana, tueleze, tutafsirie, lete application. Ndio Yesu anachokifanya, kwamba imeandikwa nyumba ya baba yangu itakuwa nyumba ya sala. Right interpretation, yani anatafsiri, tunasema correct interpretation, nyumba ya sala. Lakini tatizo ninyi mmeigeuza. Anawaonyesha kosa lao, yani neno linakuwa kama kioo namna hii, kwamba ninyi wachungaji mmeigeuza hii. Mmefanya nini? Mmefanya pango la wanyang'anyi. Kwa hiyo unajiangalia mwenyewe, unyang'anyi wangu ni upi? Nimeuza udongo, sijui nimeuza nini, sijui nimemwambia mtu akiniona kwamba kuniona tu kwamba ni 500,000, simuombei mpaka sijui atoe hela. Yani unajiangalia, unaona kabisa umebadilisha matumizi ya nyumba ya Bwana, na kwa sababu hiyo hayo mambo yanazuia watu kuona ufalme wa Mungu. Huo ni uovu, point blank, kwa mujibu wa maandiko. Kabisa. Kwa hiyo unakuta Mungu atusaidie sana. Sasa Yesu anasema imeandikwa, nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala. Je, nyumba ya sala inatakiwa ionekanaje? Tukiiona tujue kwamba hii kweli ni nyumba ya sala. Okay. Nyumba ya sala manake mtu anaweza kuingia innocently akafikiri hii ni nyumba ya sala, kumbe ameingia kwenye pango la nini? Pango la wanyang'anyi. Watu wana kiu. Kwa hiyo mtu atajuaje kwamba hii sasa ni nyumba ya sala na hili sio pango la wanyang'anyi? Kitu cha kwanza ambacho naweza nikasema, yani ili kujua kwamba hii ni nyumba ya sala, kwanza nafikiri kitu cha kwanza lazima Mungu awepo. Uwepo wa Mungu uwepo. Yani Mungu mwenyewe jina lake linaitwa kuni. Jina la Mungu aliye hai. Nafikiri hicho ni kitu cha kwanza kabisa tunapozungumzia nyumba ya sala. Yani liwepo jina la Mungu. Au tofauti iko wapi? Nasema baba wa mtumishi fulani kwenye hiyo nyumba, baba au na Mungu, hii tunaiwekaje? Nyumba ya sala inachukua kipi hapo? Nafikiri kitu ambacho tunaweza tukisema hapa ni kwamba Mungu wa kweli awe anaabudiwa hapo. Mungu wa kweli awe anaabudiwa, Mungu wa Ibrahim, Isaka na Yakobo. Mungu wa kweli awe anaabudiwa hapo. Kinyume na hapo, maana yake hilo ni pango la wanyang'anyi. Hiyo sio nyumba ya sala. Lakini ni lazima pia kuni nyumba ya sala hiyo, lazima tuone kwamba watu wanaingia wanamwabudu Mungu, watu wanamheshimu Mungu. Nidhamu ile ya kimadhabahu takatifu ipo kwenye nyumba hiyo, nyumba ya sala, nyumba ya Mungu. Ukiingia kila mmoja yuko kwa namna yake, maana yake
ni wazi kabisa hilo ni pango la wanyang'anyi. Hakuna utaratibu mzuri, hakuna utakatifu, watu hawamheshimu Mungu, hawana nidhamu, hakuna hofu ya Mungu, uchaji kwenye nyumba ya ibada. Unajua kabisa hilo ni pango la wanyang'anyi. Nyumba ya sala au nyumba ya Mungu aliye hai lazima izingatie hivyo vitu. Watu wazingatie hivyo, nidhamu, utakatifu, usafi, heshima. Sio mahali pa kutafuta umaarufu. Unaona, nyumba ya Mungu watu wanatafuta umaarufu. Hapana. Hilo ni pango la wanyang'anyi. Kwamba mtu anakuja anaanza kukuelekeza, kuambia experience za maisha yake tu ndio inachukua ibada nzima. Mtu anazungumza kwa lugha ya sasa hivi yani kama vile anazungumza mambo ili kutafuta kiki, tunazungumza lugha kama hiyo, mambo ya kufurahisha, lakini sio ya kubadilisha. Ujue uko kwenye pango la wanyang'anyi. Halikuelekezi njia sahihi ya kuelekea mbinguni. Ni kama linakutoa kwenye reli ya kuelekea kwenye ufalme wa Mungu. Mambo ya dunia zaidi kuliko mambo ya mbinguni. Hilo ni pango la nini? Kwa hiyo pia naweza nikasema hayo machache, labda kama mtumishi anaweza. Benson, una nini cha kuongeza? Mimi cha kuongeza hapo ni utakatifu. Yaani kujua hapa ni sawa, utakatifu. Kujua kwamba hii ni nyumba ya sala. Hii ni nyumba ya sala. Utakatifu. Yaani sisi tusemaje, lakini kimsingi utakatifu ni kipaumbele kikubwa sana sana sana. Mengine yote yanafuata. Lakini ukiona kama kuna mahali uchafu unaendelea kufanyika, au ni nyumba ya sala, alafu unakuta kama hao wasimamizi wamenyamaza kabisa. Hiyo ni pango. Hilo ni pango la wanyang'anyi. Kwa hiyo unaweza kukuta kwamba kama ndani ya kanisa ni muhimu sana. Ni muhimu sana kama ukifika mahali, yani hicho kitu ukiangalie kwa umakini mkubwa, kujua kabisa kwanza hata neno linalotolewa hapo litazame, linakujeje, linasimamia nini, aina ya watu jinsi wanavyo, yani maisha wanavyoenda pale, wewe tazama, utajua tu kabisa hapa ya sawa. Unajua kuna mtu mmoja nilikuwa sokoni tunahubiri au tunafanya huduma ya uinjilisti. Sasa nikaa namjulisha kwa habari ya mahali tunaposali. Nikamwambia, bwana, sisi kanisa letu tunasali Portals. Liko mahali fulani. Sasa akaniambia, alivyosikia neno Portals, akatafakari sana kuhusiana na Portals. Akasema, kwani Portals maana yake nini? Nikamwambia mfinyanzi. Kwa hiyo nikija akawa sasa anataka curious, yani anauliza maswali, anasema nikija kwenye hilo kanisa lenu nani anayenifinyanga? Mchungaji au ananifinyanga Mungu? Nilipenda sana utashi wa ule ndugu. Ni kama vile alikuwa anaelewa kwamba kumbe hata ninapoenda natakiwa nijue kule naenda kukutana na nani. Sawa kabisa. Kama nikipiga je, nakutana na mchungaji, nakutana na Mungu au nakutana na nani? Lazima. Kwa hiyo nilimpenda yule mtu sana kwenye utashi wake wa anayenifinyanga ni nani? Kama mchungaji ananifinyanga, atanifinyanga niwe kitu gani? Unaona? Lakini kama ni Mungu, Mungu mwenyewe anajua atakufinyanga utoke kitu gani. Nilipenda sana yule ndugu na namwambia naamini siku moja anaweza kujumuika pamoja na sisi. Lakini Yesu anasema nyumba ya baba yangu itaitwa nyumba ya sala, lakini ninyi mmeigeuza, mmeifanya nyumba yangu kuwa pango la wanyang'anyi. Hawa watu walipata wapi ujasiri wa kufanya nyumba ya Mungu kuwa pango la wanyang'anyi? Walipata wapi ujasiri? Nani aliwapa huu ujasiri? Ili kuwaje? Nyumba sio yako. Anaanza nyumba yangu, nyumba sio yako. Unapata wapi ujasiri wa kuigeuza kuwa pango la wanyang'anyi? Wewe kama mchungaji, wewe kama nabii, wewe kama mtume. Unajua ujasiri unakuja unajua tunaona makanisa mengi wanavyoanza, karibu watu wote wanapoanza kuweka nyumba za Bwana, nia zao mwanzoni zinakuwa njema. Karibu watumishi wote unakuta kabisa, yani kila mmoja kwamba watu wakutane na Bwana, mimi mtumishi wa Mungu. Lakini sasa kadri siku zinavyozidi kwenda, ile nia inafanyaje? Inabadilika. Hapati matokeo aliyokuwa anayatarajia. Mambo hayaendi kama alivyokuwa anataka. Kutoka kwenye ile nia njema na kuja ile nyumba ya sala, inaanza kugeuzwa kuja sasa kwa pango la wanyang'anyi, ili sasa aanze kupata yale matokeo aliyokuwa anayataka. Umeona sasa kitu kama hicho? Kwa hiyo unaweza kukuta watu
labda hali ya kwao tu yenyewe na kule kutaka manufaa na vitu kama hivyo ikapelekea sasa wakafanya mageuzi makubwa sana. Ndio maana kwenye Waebrania anasema kwamba wanaambia wale watakatifu, msiutupe ujasiri wenu katika Kristo, hata kama hamjafanikiwa sasa, hata kama mkiona wengine wamefanikiwa, ninyi msiutupe ujasiri wenu kabisa. Muda wa Mungu ndio sahihi. Unaweza ukakuta haya mambo ndio yanafanya mpaka kutoka kwenye kuwa nyumba ya sala inaenda kuwa pango la wanyang'anyi. Labda mtu anaona sasa, nataka mafanikio ya haraka, lazima nigeuze nyumba ya sala kuwa pango kabisa la wanyang'anyi. Na saa nyingine hata kumsikia Mungu kunapotea. Unaacha yule aliyekupa agizo la kutengeneza hiyo nyumba anataka nini? Naanza kuulizia watumishi wengine, umefanyaje bwana? Simekuwa kwaje? Anaanza kupuuza taratibu. Bwana, hapa tunamhubiri tu Mungu, lakini au kifurushi kimeisha, unaenda kuchukua kifurushi mahali fulani cha kuendelea, badala ya kwenda kuchukua kifurushi kwa Mungu aliye hai. Kwa hiyo una kipi cha kujazia hapa? Ujasiri hawa watu wanautoa wapi ikiwa walianza na nia njema? Nini kilipelekea kubadilika? Ninaweza kusema mambo madogo tunayoyachukulia ya kawaida na tukayafanya kuwa desturi yetu kama yatatutoa kwenye nje ya mtazamo wa kimungu au kusudi la kimungu, maana yake ni rahisi sana sisi tukawa tunapishana na Mungu. Kwa sababu unaona hao watu kama alivyosema mtumishi, inawezekana walikuwa na nia njema. Nafikiri watu wanatoka mahali wasiwe na usumbufu wa kuwa wapata sadaka za kutoa, wawe na dhabihu safi wanapoipeleka. Kwa hiyo ilikuwa ni vizuri kwa nia ya dhati kabisa kwamba watu waingie, wasihangaike. Lakini unaona ndani yao ile nia inageuka kuwa ulafi, ile nia inageuka kuwa tamaa, ile nia inageuka kuwa ubinafsi. Sasa wamebinafsisha nyumba ya Mungu kwa matakwa yao binafsi, wamebinafsisha hekalu la Mungu kwa tamaa zao binafsi. Mioyo ishabadilika kabisa. Sasa hicho ni kwa mtumishi wa Mungu, unanionya mimi na yaona haya maonyo yanakuja kwangu kabisa kwamba Bwana, usije ukabadilika uko mbele. Na Mungu atusaidie. Ni kweli. Ndio maana Paulo anasema na kaza mwendo, sijidhani kama nimekwisha kupika, bali na kaza. Au yeye ajidhaniaye kwamba amesimama, angalia sija akaanguka. Mungu turehemu. Mungu atusaidie sote sana. Nia zetu katika kumtumikia Mungu naenda zeal, yani ule uthabiti wa kumtumikia Mungu na msimamo katika kumtumikia Mungu usibadilike. Tuende vile kama Mungu alivyotuita, basi tuwe na bidii katika, tuenende kama mwito wetu unavyostahili kwa Bwana. Tuna bidii katika mwito ambao Mungu na shetani huwa anakuja mahali ambako sasa hapa ile nia yako njema ulioanza nayo kwa huduma, unaona sasa haikuletei matokeo kwenye kiwango cha mwisho kabisa unatokea hapo, Bwana vipi, nakupa ofa unaendelea utakataa ofa. Mungu atusaidie. Unakuta wakati mwingine watu unakuta saa nyingine iko hivi, yani unaona ni kama kuna kaukweli fulani anakajua, lakini sasa hapa sana fanyaje, Mungu anipige. Anatembea kwenye ukweli dakika kadhaa, alafu anageuka dakika kadhaa. Na hakuna kitu kibaya kama kwenda kinyume na dhamiri. Yani dhamiri yako inakuambia kabisa kwamba huu ndio ukweli, alafu wewe unaupindisha, unasema kitu kingine ili upate fedha ya aibu. Ndio maana mimi nasema hukumu ya Mungu haitamuonea mtu. Yani katika haki, wewe mwenyewe utakuwa unaona hapa mimi nastahili kwenda jehanamu ya moto. Utaona, kwa sababu unaona hiki kinachosema sio sawa. Kote hasira ya Yesu Kristo ilikuwa juu ya watu au juu ya mifumo? Nafikiri hasira ya Yesu Kristo ilikuwa moja kwa moja kwenye mfumo ule wa uovu. Pamoja na kwamba watu ndio wanaweza kawa wanahusika kwenye huo mfumo, lakini hasa ni kwenye ule mfumo ambao ulitengeneza hiyo cheni ya uovu ndani ya hekalu. Na ndio unaweza ukaona, ndio maana Biblia inasema kwenye kitabu cha Yohana kama sikosea, anasema kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili kuzivunja kazi za Ibilisi. Maana yake ni mfumo fulani wa uovu wa utendaji kazi wa adui. Yesu alikuja kushughulika nao. Sasa kwa maana hiyo pia wakati anakemea jambo hili ndani ya hekalu na kwenye hekalu,
ni kama alikuwa anajaribu kukemea au kushughulika na mfumo kushughulika na mfumo. Mifumo hii unaionaje Benson? Inafanyaje kazi kwenye makanisa yetu ya sasa, hii mifumo kuzuia makusudi ya Mungu? Unajua kuna mifumo ambayo inakuwa inatengenezwa sio ya kibiblia, yani sio ya kimungu. Ni kama ile ya kimungu inavunja, yani ni kama inakuja yani kwa mfano ambavyo ilikuja kwenye mifumo ya kina nani, ya wale mafarisayo walioruhusu haya mambo yaendelee kwa hekaluni. Kwa unakuta kabisa mifumo ambayo Mungu ameitengeneza ndani ya hekalu iwe kwa ajili ya kuwafikia watu wengi. Kwa hiyo mfumo unaweza ukawa kikundi cha watu au akawa mtu mmoja. Hii inafanya kazi namna hii. Inakuwaje mfumo mtu mmoja akawa kama mfumo au mfumo ukawa kama kikundi cha watu? Kwa mfano nikianzia kwa mtu mmoja, labda kama ndani ya kanisa, unajua mfumo unaweza kuwa ni kikundi cha watu alafu ikamtoa mtu mmoja kama sehemu ya mfumo ili kuwapeleka watu wengi kwenye mfumo wa uovu. Mfumo wa uovu. Yani unakuta yuko pale furaha, kama ambavyo nimesema kwamba furaha labda mzee wa kanisa au kwenye kwaya au kwenye uongozi, mwimbaji, mtu amewekwa mtu mmoja kimkakati kama mfumo. Na shetani ndivyo wanavyofanyaga. Anaona labda kwa wazee kuna utulivu na cha Mungu kinasimama, ili ni haribu pale, anampeleka mtu wa kwake kama mfumo. Wewe unakuta kabisa kupitia huyo taratibu zote zinazokuwa zinaendelea kwa wazee. Maana yake yule sasa kama mfumo anavyowaza, anawaza uovu, anavyofikiri, anavyotafsiri mambo, kusema kwake mpaka utendaji. Kwa hiyo mtashangaa na wa influence ninyi wote kwenda sehemu ambayo hamtakiwi. Na mnajikuta kabisa baada ya muda mnajikuta kabisa kwenye lile eneo mmeshaharibika wote. Kama ni praise and worship team, kama ni uzinzi wote mmekuwa wazinzi, kama ni chuki wote mmechukiana. Ni influence ya mtu mmoja aliyefanya kazi kimkakati kama mfumo kabisa. Kwa ndipo shetani anapofanya kazi. Kwa hiyo ni muhimu sana kuelewa sana ndani ya kanisa haya mambo yapo na yanafanyika. Na ndio maana Yesu akasema kwamba ni Yesu au ni Paulo akasema chachu kidogo uchachua donge zima. Kwa hiyo iondoeni hiyo chachu, iondoeni hiyo chachu. Kwa alijua haya mambo na mkileta masiala najikuta yani kama ni kanisa najikuta mko kwenye matatizo yasiyoisha. Hivi tukijiuliza, napenda sana mwisho wa siku turudi kwa hivi, kuna wakati tumeshajiona mimi kama chachu yaani unajiangalia kama mimi kama mchungaji hivi nimeshakuwa chachu ya kuvuruga makusudi ya Mungu kwenye huu utumishi. Unajiona uko sawa, lakini kumbe umekuwa chachu kubwa sana ya kufanya nini? Ya kuharibu makusudi ya Mungu, yaani umekuwa kama mfumo kimkakati, umekaa kama mfumo, shetani kakuweka kuharibu yale mapenzi ya Mungu. Lakini okay, hiyo ni kwa mtu mmoja. Mfumo kama kikundi unafanya kazi namna gani? Ninapozungumzia mfumo kama kikundi, maana yake ni kikundi cha watu. Kwa mfano labda niseme labda chukulie ni uongozi, chukulie labda ni taasisi fulani. Maana yake ile taasisi imewekwa makusudi kwa ajili ya kuzuia mfumo fulani. Kama hiyo taasisi labda inashughulikia ni religious institution kama hii ni kanisa. Lakini huko ndani unakuta sasa kuna kikundi cha watu. Sasa tuchukulie labda kikundi cha wamama au kikundi cha vijana. Maana yake adui anaweza kukitumia hicho kikundi kuzuia au kuvuruga mapenzi ya Mungu ndani ya kanisa. Anaweza kama mtu, yani kama alivyosema, au wazee wachache wenye nguvu huko ndani kanisani, wachache wenye nguvu kwa mfano. Ndio maana Paulo na Yakobo anapambana na matajiri, anapambana na maskini. Anazungumzia kwenye kanisa, yani tusiwe na hiyo kwamba huyu tajiri anapewa nafasi, maskini ananyimwa nafasi. Kwa kuna watu wanaweza kuwepo kwenye kanisa matabaka fulani, wakawa na sauti kubwa wakisema, hapa hamna kuomba, hamtaomba. Hapa hakuna mkesha, hamna mkesha. Kumbe ni wanatumiwa na shetani kuzuia mapenzi ya Mungu. Na unakuta wanafahamiana na wana nguvu, yani ni shetani anajua kuwaunganisha. Anaweza kuwatoa anakotoka huko, wakifika kwenye kanisa
mwisho siku watajikuta wote yani wamefahamiana. Simu imepigwa kule, msichangie hilo kanisa, hakuna ujenzi hapo, msije. Simu imepigwa hivyo, kikundi tu kinafanya kazi kama mfumo dhidi ya kazi ya Mungu. Kwa hiyo huu unaonekana, huu Yesu alikuwa anapiga huu mfumo, kwa sababu ni kama viongozi hawa wa kanisa wamecheza na wafanyabiashara wachache, wakatumia kanisa sasa kama kiini macho tu, lakini kuna mambo yanayoendelea kule. Kwa hiyo kwa faida zao wanazuia mambo ya Mungu, lakini kuna faida wao wanayoipata nyuma ya pazia. Yani ni sawa, nikaa najiuliza, ni kama wako kundi la wachungaji, lakini katikati yao kuna mtu ni jambazi. Unajua mpaka umsogelee karibu ndio unaweza ukamwelewa. Kama wote wamevaa kola, unaweza usimwelewe kabisa kwamba huyu ni mtu ndani yake ni jambazi, ni mnyang'anyi. Kwa hiyo unaweza ukafikiri wote ni wachungaji. Lakini kumbe wanatumia vazi la uchungaji ndani yake kunyonya watu, kuingiza, kuzuia mapenzi ya Mungu yasitendeke. Yes. Okay, Benson, kama katika hali yetu ya sasa tumejikuta tuko katika hali kama nyumba hii ya sala imeshageuka sasa kuwa pango la wanyang'anyi, tumejikuta kwenye hali ya namna hiyo, nani anapaswa kubeba uwajibikaji? Anayepaswa kubeba uwajibikaji huu, viongozi au wanaongozwa au wote kwa pamoja, japo kwa sehemu kubwa mzigo upo kwa viongozi. Kwa viongozi. Kwa nini kwa viongozi? Kwa viongozi kwa sababu tunaweza tukasema kwamba, kwa mfano tuchukulie mfano mzuri kwa mahali ambako nasali Potters, unakuta kiongozi ana maono na nyumba ambayo kama Mungu alivyompa kuwa msimamizi, kwamba nyumba yangu nataka iwe katika mfumo huu. Kwa hiyo unakuta kama kiongozi na kuna vitu ambavyo Mungu anakuwa keshamwambia kwamba Bwana, nataka nyumba yangu ionekane hivi, na kama hivi tunavyokuwa tunasoma maandiko, maana yake nyumba ya Bwana itaitwa nyumba ya sala. Kama kiongozi ni lazima ajue kabisa kwamba nyumba ya Bwana ni nyumba ya sala. Akishakuwa na huo ufahamu, anaenda kuwaambukiza wale anaowaongoza. Akishawaambukiza, akishapata ule ufahamu, kumbe tuko hapa, ambaye msimamizi wa hii nyumba ya Bwana ndiye kiongozi, anachotaka kuona kwamba nyumba na kelele yake kubwa inakuwa ni nini? Kwenye sala. Sala. Sasa ikitokea sasa imetoka kugeuzwa kuwa kwenye nyumba ya sala, tena inaanza kuja kuwa kwenye pango la wanyang'anyi, watumishi wale waumini wanao uhalali wa kuhoji kwamba Bwana, hii ni nyumba ya sala, mbona mambo yanaharibika na umenyamaza? Mbona mambo, ndio wajibu wao unaanza kuja kuingilia pale. Mbona kuna watu tunaingia tunaona sasa utaratibu wa watu kumtafuta Bwana, utaratibu wa watu kukutana na Mungu umekuwa hakuna, na maisha yapo kama hivyo, alafu unakuwa umenyamaza. Unaona sasa ndio tunawajibika kwa namna hiyo. Lakini kwa sehemu kubwa kule kuongea, kuhimiza watu kuomba, kumtafuta Mungu, kuhimiza watu katika mikesha, kuhimiza watu katika, ndio maana nilipenda akaongea akasema wamama sasa wanaomba, akahimiza pia praise and worship team, haya hivyo na ninyi fanyeni. Kwa unakuta kule ndio wajibu hapa hasa mkubwa unakuwa katika kona hiyo. Kwa hiyo ni wajibu wa wote, lakini hasa zaidi kwa viongozi kusimamia kile ambacho Bwana amekusudia ili aweze kukutana na watu wake hapo. Kote Rick Warren aliandika kwenye kitabu chake kwamba everything rises and falls on the leadership. Kila kitu kinaweza kikaanguka au kikaimarika kutegemeana na nini? Na uongozi uliopo, uwe kwenye taifa, uwe kwenye nyanja za dini. Hii unaionaje? Kanisa, nyumba ya sala kugeuka kuwa pango la wanyang'anyi. Viongozi wanachukua responsibility nzito zaidi kuliko kabisa. Yani viongozi wanawajibika kwa sehemu kubwa sana juu ya hali ya kuigeuza nyumba ya Mungu kuwa pango la wanyang'anyi. Kwa sababu ndio maana Mungu anamwambia, anasema, kwa kuwa wewe umekataa kuwa kuhani kwangu, nami nitakukataa. Ni kama vile viongozi wao ndio wanahusika kuwaonesha watu kitu cha kufanya, wanahusika kuwaonesha watu kitu cha kufanya. Sasa kote wachungaji wanajitahidi sana kuandaa makongamano ya maombi na kila kitu, lakini unashangaa
watu wanajaa kwenye mikutano ya uimbaji kuliko maombi. Watu wanajaa Jumapili kuliko kwenye mikutano ya maombi. Mikutano ya maombi ndio mikutano inayoongoza kwa kuwa na watu wachache sana, wakati Yesu anasema nini? Nyumba ya Baba yangu itaitwa nyumba ya sala. Wala hajasema nyumba ya praise and worship, sijui nini, kuimba na nini, anasema nyumba ya sala. Lakini kwa nini makutano ya maombi ndio ambayo yanaongoza kuwa na watu wachache kuliko kawaida? Niseme tu maombi ni spirit, maombi ni roho. Anasema kwenye kitabu cha Zekaria, nitawamiminia roho ya neema na maombi na kuomba. Sasa au kuomba. Kwa hiyo unaweza kukuta ni wachache wanao huo mzigo wa kuomba. Na ndio maana na ni kazi. Ni spirit maana yake, na ni kazi pia kuomba. Na watu ni wavivu kwenye ufalme wa Mungu. Wengi tunaweza kuita ni wavivu. Kwa sababu gani? Huoni mtu anajishughulisha kuomba, anatafuta kuongeza msuli wake wa kuomba. Atatafuta kuombewa, atatafuta kuchukua vitu vitendea kazi wanaita vya kiroho. Kwa nini? Ni kwa sababu hana spirit ya maombi, hana nguvu ya maombi. Unajua Yesu kuna wakati alikuwa anajitenga faraga, anatafuta faraga na Mungu peke yake, masaa 12 anatembea siku nzima faraga na Mungu. Kwa nini? Anatengeneza ule msuli wa kuomba. Kadiri unavyozidi kumkaribia Mungu kwa maombi, kuna kitu kinaongezeka ndani yako. Sasa nafikiri ndani ya kanisa watu wanakimbilia kwenye makongamano mengine kwa sababu kule hisia yake itakongwa, atacheza, atafurahi, alafu mwisho wa siku akitoka pale hakuna kitu alichokipata. Ni kama vile ameenda tu kujifurahisha, lakini anakwepa ule uwajibikaji wa kuomba. Kuna kitu chochote kinaweza kusimama badala ya maombi? Hakuna. Yaani hakuna. Kwa nini? Maombi tu ni maombi. Maombi ni maombi. Ukitaka kujua kuomba, uombe. Hakuna shortcut. Sio chukua nini, chukua hiki kaweke wapi mlangoni. Omba. Hivi kama Yesu mwenyewe aliomba. Yesu unajua angeona kuna umuhimu tu ili aokoe watu, achukue sijui nini kaweka pale watu waje, angeweza kufanya hivyo, lakini alifanya nini? Aliomba. Unataka ndoa yako ibadilike? Omba. Unataka watoto wako wabadilike? Omba. Unataka kufanikiwa? Omba. Unataka mambo yaende vizuri? Omba. Kwa hiyo mambo yote jumla yake ni nini? Kuomba. Kwa hiyo ndio maana ule mwimbaji akasema jambo ni lile lile, kuomba. Hatuna ajenda nyingine. Aliona mbali sana. Kabisa. Kwa hiyo kauli hii ya Yesu Yesu sema nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala. Hii kauli imezungumzwa kwenye vitabu karibu 6 vya Biblia. 6. 6. Mathayo kazungumza, Marko kazungumza, Yohana kazungumza, Luka kazungumza, Isaya kazungumza, Yeremia kazungumza. Hii maana yake nini kote? Nafikiri Yesu anajaribu kuonesha umuhimu wa sala katika nyumba ya Bwana, au umuhimu wa nyumba ya Mungu kuwa nyumba ya sala. Hicho ndio kitu cha msingi sana ambacho nafikiri Yesu anakisisitiza. Maana yake kama nyumba ikikosa sala au ikikosa maombi, ni rahisi uovu kuwepo. Na kama maana yake uovu uko kwenye nyumba, hakuna maombi. Kwa hiyo uovu utafukuza sala, au sala zifukuze uovu. Yes. Kwa hiyo unachagua. Unatakiwa uchague kati ya hivyo viwili. Na hakuna vinginevyo. Ndio maana pale anasema wanyang'anyi wamefukuza maombi, lakini maombi yakirudi wanyang'anyi lazima waondoke kwenye sala. Hii Beni unaihusianishaje anaposema hekalu, kwa maana ya hekalu kama jengo na hekalu kama mwili wetu namna hii, kwa maana nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala? Connection iko wapi? Kwamba anasema nyumba kwa maana nyumba yangu kwa maana ya jengo kama tunaliona kuta na vitu kama hivyo. Lakini pia anapozungumzia nyumba ni hekalu ambapo yeye anaishi huko ndani. Maana yake mwili wa mtu, na ndio maana nasema kwamba hekalu unasema ni vitwae viungo vya Bwana kuwa. Kwa hiyo unaona sasa katika mazingira hayo anataka kuona miili yetu inakuwa silaha kwa ajili ya. Maana yake tunaweza tukafanya huku ndani tukawa likawa pango la wanyang'anyi. Sahihi. Ndani huku kukawa na nini? Kuna wivu, uchoyo, ujambazi, chuki, uzinifu, pango la wanyang'anyi kabisa. Na vinanyang'anya nini?
uhusiano wako na Mungu, uhusiano wako na Mungu na uhusiano wako na Mungu kishakuwa umeharibika, na ndio watu pia natakiwa waelewe sana kwenye ile eneo. Tunachofanya mpaka tunapambana sana kuona hayo mambo yote yanaondoka ni ili tupate wepesi wa kuzungumza na Mungu. Yaani hakuna namna hayo mambo yakakaa ndani halafu ukapata wepesi wa kuzungumza na Mungu. Hakuna, yani hakuna. Kwa sababu mtu yote ambaye huko ndani yuko yani yuko sawa na anayo, yani kuna kwanza hivi, kwa nini unaogopa kuongea? Kama Mungu ametoa fursa ya kukutana na Mungu, why unaogopa? Na kwa hiyo unaona mzigo kama baba tumezungumza. Kwa nini unaona watu wanapenda wanajaa kwenye makongamano ya uimbaji, wanajaa kwenye, lakini ukisema tu kitu cha maono na umwambie mtu bwana tunaenda saa moja, umempa kazi nzito. Kwa hiyo watu wabandika yale matangazo yale pale nini, yanasomeka kila siku, lakini unakuta mtu anapita anayasoma. Hebu utafikiri ndio yamebandikwa jana, kumbe anapotezea ili maombi yafanyaje, yaishe. Kwa hiyo mtu anaweza kufika kanisani system ikawa nzuri tu ya kumwabudu Mungu, lakini yeye kama yeye huku akawa ni pango la wanyang'anyi, kwa hiyo likamzuia huko, kajaza vitu vingi ambavyo vinamzuia kuongea kuongea na Mungu aliye hai, na hivi na vinazuia kweli. Ndio maana ushangae tu unakuwa umekaa, yani mapepo yanaanza kufanya kazi, unakuwa tu umekaa ndani yako, yataanza kukupa sababu hizi zile roho zimekaa ndani, kwa sababu tu unajua kabisa ukianza kwenda mbele za Bwana Yesu anasema kila msimamo hapo sameheni. Wewe ni kitu cha kusamehe utaki. Sasa hapo pango la wanyang'anyi, unakuta kabisa, unakuta kuna vitu vingi sana ambavyo vinakuwa vinazuia. Kwa hiyo unaweza kukuta tatizo kama ambavyo umezungumza ya kwamba mifumo inaweza ikawa vizuri kabisa kuwezesha wewe kufanyaje, kuomba misimamo yako ya huku ndani hutaki kuiacha. Unakuta sasa hivi, unajua wewe maombi pia inatafuta mahali na ina vitu vyake ambavyo inataka viwepo. Kwa hiyo ile roho ikishaingia na kukaa, kuna vitu haitaki vitengeneze ushirika. Ndio maana Paulo anasema hakuna shirika kati ya nuru na nini, tokeni mkatengo, yani visiwepo, yani vitu ili ile roho ipate nafasi. Ndio maana nilipenda mhubiri alivyosema, wakati mwingine unaweza kushangaa tu uko kitandani, unashangaa tu unapotelea kwenye maombi. Kuna wepesi huko ndani, umeshamtengenezea mazingira yule roho wa Bwana. Kwa hiyo kama kanisa la Bwana na wasii tu kwa huruma za Mungu ya kwamba hili liwe hekalu la Mungu. Uchafu wa aina hii usikae. Na kwanza kuna raha gani? Unajua kama tu mwili wenyewe unajua kabisa hiki kitu ni kichafu, unaenda kutoa. Kwa nini wewe ukubaliane na kitu ambacho kimekaa? Kinaingia, hebu ndio maana hata amesema kwamba uchungu usipite masaa 12. Yaani kabla jua halijachwa tu ile hali yote imeshafanyaje, imeshaondoka. Kama Biblia inahimiza namna hiyo, kweli hali inaweza ikakupata, lakini pambana isichukue muda mrefu, kwa sababu inaleta madhara makubwa. Kama ambavyo tumeona kuna madhara yake. Madhara yake ni hayo, inaweza kufikia hatua unaanza kuona uzito wa kwenda mbele za Mungu. Yaani unakuwa unaona uzito kweli kweli. Wakati unaona uzito, kuna mtu mwingine anafurahia maombi. Yuko hapo yuko anafurahia, yani ukitangaza tu kitu cha maombi, yani kuna mtu mwingine anafurahia kweli kweli. Kwa ile hekalu, yani ni hekalu la Bwana. Kisikae chochote, wanyang'anyi wafukuze, akae Bwana. Ndani yako unakuwa unasikia safi kabisa kuongea na Mungu aliye hai. Kote. Maneno haya ya Yesu tunayapata kwenye vitabu 6. Maana yake nini? Ni kwamba Yesu ana jambo hili limebeba uzito mkubwa, jambo hili la ibada na mabadiliko na utunzwaji wa hekalu, ni kwamba ni kitu kinachochukua nafasi nzito. Kwa nini hasa vitabu 6 vinazungumzia hivyo? Nini hasa tunapata? Kwenye Biblia unapoona jambo linasisitizwa mara moja mara mbili, maana yake ni jambo nyeti, ni jambo lenye umuhimu mkubwa sana. Kwa hiyo maana yake unatakiwa upanue macho yako unapolitazama, upanue ufahamu wako kwenye kulielewa, na moyo wako kwenye kulichukulia hilo jambo. Kwa hiyo ni muhimu sana ukazingatia. Yesu anazungumza hivi, anakoti au anarudia maneno ambayo wameyasema manabii, kwa sababu ni jambo ambalo lina uzito. Kwa sababu ibada ni maisha. Maisha ni ibada, na ibada ni kumtumikia Mungu aliye hai. Kwa hiyo watu wanahitaji kuwa na maisha ya ibada na Mungu wao. Ibada haikamiliki kama uhusiano wao na Mungu hauko vizuri. Kwa hiyo lazima uhusiano wao uwe vizuri, maisha yao jumla yawe ni maisha ya ibada, lakini ibada ionyeshe kumtumikia Mungu. Kwa hiyo ndio maana Yesu anazungumzia sana. Kwa hiyo na asiwepo yote atakayemzuia mtu kuwa na ibada na Mungu wake. Kwa hiyo watu kutokuhudhuria kwenye kanisa, kwenye mikutano ya maombi ni matokeo
ya hekalu lao au mili yao kuwa wamelifanya pango la wanyang'anyi. Kwa hiyo wamepoteza ile kiu, wamepoteza kiu na shauku ya ibada. Ndio maana Paulo anasema, nawaambia, au hamjui ya kuwa miili yenu. Unajua wakati nafikiri ni Warumi na Wakorinto hivyo wanang'ang'ana kwa sababu ya vyakula na nini. Wakorinto anasema, au hamjui miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu, Mungu anakaa ndani yenu. Mtu akiliharibu Mungu atamharibu kabisa. Kwa hiyo ni muhimu sasa watu kujua kwamba miili yetu ni hekalu, mbali na kwamba tumezungumzia hekalu kama jengo, lakini ndani yetu sisi ni hekalu la Roho Mtakatifu, hekalu la Mungu aliye hai. Na kwa maana hiyo hiyo itatusukuma zaidi kwamba tuhakikishe mahusiano yetu ni mazuri na Mungu, tunakuwa na maisha ya ibada, hatuna yani wanyang'anyi, ile wanyang'anyi, tuondoe wanyang'anyi walioko ndani yetu, tuwaondoe chuki, tuondoe wivu, tuondoe baraka, kiburi na mambo ya namna hiyo, tuyaondoe. Tuwe ni watu ambao tuna maisha safi. Yes. Kauli yako ya mwisho ni nini kwa wasikilizaji wetu kuhusiana na kauli hii ya Yesu Kristo, kauli adhimu kabisa kwamba imeandikwa, nyumba ya baba yangu itaitwa nyumba ya sala, lakini ninyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi? Una kipi cha kuambia? Ninachoweza kuambia msikilizaji wetu wa kipindi na mtazamaji wetu wa kipindi cha Bwana ni Finyange, hebu tuchukuliane na Yesu kuwa na wivu juu ya hekalu ama nyumba ya baba yake. Sisi kama nyumba ya Bwana, sisi kama hekalu la Bwana, lakini kanisa lake lazima tulipe heshima, tulipe nidhamu, tulipe hadhi au thamani inayostahili. Maisha yetu tuyape thamani inayostahili, kwa sababu Kristo yuko ndani yetu kama sisi ni hekalu. Lakini hata tunapokuwa kwenye nyumba zetu za ibada, tuzipe nyumba zetu za ibada thamani inayostahili, wala tusiingize masuala au mifumo ambayo inaondoa utukufu wa Mungu au inaondoa watu kutana na Bwana Mungu wao. Imeandikwa, nyumba ya baba yangu itaitwa nyumba ya sala, lakini ninyi mmeigeuza kuwa pango la wanyang'anyi. Ujumbe wako kwa wasikilizaji wetu wa mwisho ni upi? Ujumbe wangu, tukae kwenye kusudi la kuwepo kwa nyumba ni sala. Haikuwekwa nyumba kwa ajili ya vitu vingine isipokuwa ni sala. Kwa hiyo kuhakikisha ya kwamba kwa ile maana mbili, kama kuna mahali unasali kipaumbele sio sala, si ufanyaje hapo? Na kama unaona pia hekalo lako ambalo ni wewe sasa, hauombi, utaangalia filamu, utaenda kwenye birthday party, utaenda kwenye harusi, utaenda kwenye kazini, utaenda kwenye biashara, isipokuwa maombi. Lakini ikija kwenye maombi unatafikiri umebadilisha sijui kitu gani? Miayo mingi. Unahitaji kujiliwa upya kwa neema ya Mungu. Na hilo kanisa au hilo hekalu ambalo halizingatii sala linahitaji neema mpya ya Kristo Yesu, ili kurejelea hasa kwenye ule mpango wa Bwana. Yesu anataka kwenye nyumba yake visikike vilio vya toba, visikike vilio vya watu kumtafuta Mungu, ili mapenzi ya Mungu yaweze kukaa sawa sawa. Amen. Kwa hiyo hivyo ndivyo vitu ambavyo Yesu anataka. Ndio maana anasema ya kwamba miili yetu sisi tunaitoa. Daudi alikuwa ni mtu wa kulia na kuomba. Yesu alikuwa ni mtu yeye katika siku za mwili wake, wakati anaenda kawe, alimtolea yeye anayeweza kumuokoa. Sala, dua pamoja na kulia sana na machozi. Umeona, kwa vile alivyokuwa Mungu akapata kumuokoa. Kama ambavyo tumesema, chochote ambacho tunataka tupate msaada, hebu tufanye huu mwili wetu kuwa hekalu na nyumba ya sala. Hakika tutauona wema wa Bwana sana sana sana. Ulipia hata 100 kama mtu anatoa fedha kwa ajili ya kwenda kununua vitu vingine. Mtu anatoa wakati tu unaweza kutoa tu, kufungua tu kinywa. Baba hahitaji ufundi mwingi sijui kwa wewe tumwambie tu Mungu, yaanza kueleza tu yale ambayo yanakusibu, Mungu anafanya. Wala hahitaji utaalamu sio kupita hapa. Mungu yote hayo hayahitaji. Yote hayo hayahitaji. Usije ukasema sasa ngoja nianze kukaa hapa, labda mimi sijui kuomba sijui. Hakuna mtaalamu. Hayupo mtaalamu. Kwa hiyo Yesu tu anataka tu useme, alafu utaona kitakachofanyika. Kwa hiyo namna mbili, ile ya mwili kama hekalu iwe kwa ajili ya maombi. Na kama hali tunaposali hakuna kuzingatia maombi, tuhimize kitu cha maombi na kuombea neema ya Mungu mahali ambako tunasali, ili tuwe na kama ambavyo umesema, nitawamwagia watu wa nyumba ya Yuda na Yerusalemu. Kama Mungu aliweza kuwamwagia watu wa nyumba ya Yuda na Yerusalemu, hata nyumba ya kwetu Mungu anaweza kuimwagia roho ya kuomba na neema. Roho ya kuomba na neema.
ili tuweze kumfurahia Bwana kwenye maisha yetu. Wala hatunahitajika kutoa majukumu mengi, tutoe fedha, tuanze kuangalia usiku imanini huko manini huko. Amna, njia imenyooka tu hiyo. Imeandikwa, nyumba ya Baba yangu itaitwa nyumba ya sala, lakini ninyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Haya ni maneno yaliyobeba hisia kali za Bwana wetu Yesu Kristo. Aliingia hekaluni, badala ya kukuta vilio vya toba, unyenyekevu na kuhitaji usaidizi, alisikia vilio vya biashara, dhuluma na uonevu. Leo katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, kwa uchambuzi huu, Mungu atupe rehema na neema, mimi na wewe, akija na kutusikiliza asikie vilio vya toba, vilio vya kumpenda Mungu, vya kumtafuta Mungu kwa ajili ya familia zetu, taifa letu, nyumba zetu na mambo yote yanayohusu kwenye maisha yetu. Basi nikushukuru sana mtazamaji na msikilizaji wa kipindi chetu pendwa sana cha Bwana Nifinyange. Naamini kwa uchambuzi huu Mungu atakuwa amekufinyanga na kuleta uponyaji kwenye ndoa yako, kwenye maisha yako binafsi, kwenye utumishi wako na Mungu aliye hai, na naamini hauko vile ulivyokuwa kabla ya kusikiliza kipindi hiki. Naamini wewe ni mtu mwingine. Basi niwashukuru sana wachambuzi wetu Benson Samuel pamoja na Samuel Kotei, na mimi niliyokuwa na kuongozea kipindi hiki Reverend Father Peter Undole. Niwashukuru sana mpaka wakati mwingine, Mungu atakapotupa tena neema ya kukutana mahali hapa. Mungu awabariki sana. Asanteni. Ninakuja kwako, unifanye kama upendavyo. Bwana Nifinyange ni kipindi cha Bwana Nifinyange.